Angalia hii bei imepanda, uliza Uhuru. Yaani mimi Uhuru niko Ukraine, mimi ninafanya nini huko? Jameni. Msicheze na moto. Si mumecheza na moto na mumeumia? Si mumecheza na moto na mumeumia? Munataka kurudi kwa moto ama munataka kuokoka? Munataka kuokoka? Njia ya kuokoka ni Baba. Nawaambia. Njia ya kuokoka ni nini? Njia ya kuokoka ni nini? Afadhali mzee ambaye ni mtulivu, ambaye hana haja ya kujaza mifuko yake, ambaye atachunga masilahi ya watu yake, badala ya mdomo tamtamu 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 tamtamu. Lakini akiingia ni wale wa kufanya moja yako, nusu ya mwananchi, mbili yako na tano yangu. Na munawajua nyinyi, munawajua. So boys and girls, welcome back again to Creative Sellers TV, home of Kenyan politics. Vile tunasemaga hapa, tunapigaga siasa room, na kama uko na moods, just quit and you can scroll to another video. But hata kama unapata kama it does not favor you, you can just stay here then listen to what you want to say, because what I'm saying is what is affecting you directly or indirectly at the moment. Because fuel ikipanda, mimi na wewe sote tunaumia. Juu saizi kutoka Roysambu mpaka Tao utapata saizi gari imepanda to 150. Kasarani man imefika Ruabi. So tell me, if kwa hivi tunataka kupiga tu some political analysis, why none other President William Samoei Ruto might find it very difficult to explain to Kenyans the main reason why he has decided through April to increase fuel prices, despite him last year and before election he used to campaign saying that he is against these fuel prices that are being increased with the former prime minister, with the former president, none other than Uhuru Muigai Kenyatta. Yesterday April ilitupatia news. In the country, the new petroleum retail prices are out for the next 1 month. Super petrol, the price of super petrol has increased by 28 shillings and 69 cents. And the price of diesel increasing by 40 shillings and 30 cents a litre. The price of kerosene remaining unchanged. Wait, after watching this news, nikakuja nikajiuliza, boys and girls, do you remember when William Samoei Ruto in 2022 told us these statements? The people telling us about Ukraine and Russia are also telling us that there is no shortage of fuel. They are also trying to blame oil marketers. So they are even conflicted in the reasons why we have an artificial crisis in the country. From their own statement, they are not sure of what to say. Is it because of the war in Ukraine, or is it because of the crisis with our oil marketers? Which is which? Wait, this is also none other than President William Samoei Ruto akiwa kwa rooftop ya gari yake akisema hizi maneno. Mimi nataka niwaambie hii mafuta inaongezwa usiku na mchana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. Kwa hii taxes wanaongeza usiku na mchana. Na mimi nataka niwaulize watu wa hapa Manga, tafadhali, mkiona tumesimama hapa mbele yenu, tunawaambia ya kwamba tutengeneze hiyo serikali inakuja ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Watu wa Wait, this is again William Samoei Ruto akiwa juu ya gari yake again akispeak about the same thing. Bei ya mafuta imepanda kila mahali. Lakini kama Kenya tulifanya mpango, kwa sababu wakati niliingia ofisini siku ya kwanza, petrol station zetu nyingi hazikukuwa na mafuta. Mlikuwa mnaona watu wanapiga foleni kwa petrol station. Ni kweli ama si kweli? Mafuta ilikuwa imekosekana kwa sababu madola ilikuwa imeshindikana. Mimi nikaenda nikaongea na watu wa Saudi Arabia. Nikaenda nikaongea na watu wa United Arab Emirates. Nikawaambia hii mafuta
kwa sababu mambo ya madola inatuletea matatizo. Hii mafuta mtupatie tuuze kwa shilingi ya Kenya, sisi tutatafuta madola, baada ya miezi 6 sisi tutawalipa. Wait, boys and girls, why are William Samoei Ruto's words that he used to speak before 2022 at the moment will be used seriously to judge him against any fuel increase in this country? This is what we're going to measure on this video. But before I deep dive into this video, can you just take a second or two to like this video, comment, telling us where you are watching this video from, if by any chance you are in or outside the Republic. And most importantly, boys and girls, don't forget to subscribe to our YouTube channel, because by you subscribing to our YouTube channel, you automatically support the work of the Lord that we do on this platform. Boys and girls, this is none other than Rigathi Gachagua. Weeks ago, Rais hajali, anasema hii mafuta hata ikipanda anapata faida. So in the next 3-4 weeks mafuta itapanda na zaidi ya 40 shillings kuendelea mbele. So na ikipanda fare itapanda, kila kitu itapanda. Sasa wewe William Ruto umetajirika. Sasa hii utajiri mingi ni ya nini? Si umeumiza sisi ya kutosha? Tafadhali tosheka na ile umepata, hiyo inatosha wewe. Sasa hii ya mafuta umesema iongezwe hata ifike pesa ngapi? Wewe ujali. So that is the problem. Wait, me being a forex trader, kuna video niliexplain hapa pertaining the oil prices when zita increase after inflation na all that war, Russian and Iran war, about the Strait of Hormuz thing, which a lot of Kenyans ni kama wamebuy, but some Kenyans are also saying that maybe this is another President William Samoei Ruto's strategy to increase the fuel prices. But guys, why do you think that right now William Samoei Ruto is finding it very difficult to convince me and you that fuel prices, so the petrol will increase with the 26 Kenya shillings and paraffin itakuwa constant? Now diesel on the other hand will increase with 40 Kenya shillings, and for the first time in Kenyan history, the price of diesel will increase kushinda the normal fuel. Wait, boys and girls, according to Stories of Kenya, this man exposed how William Samoei Ruto ended up putting in quotes cartelism kwa hiyo mafuta yenye ilipatikana pale Turkana, and maybe being that oil being the transportation of that oil yenye ilikuwa inatolewa Turkana ingekuwa expensive most of Kenyan government. Man, these guys decided that they are going to fire all investors, then wakue na their investment up. And that's the thing, William Samoei Ruto is a guy who always is an opportunistic. The guy will do anything possible to make sure that Mukuchu imemwingilia, jamaa atafanya kila kitu to make sure that wewe na mimi sisi, yani he doesn't care whatever will transpire. You see, this guy when he was campaigning, basically he said that he's going to deal with all cartelism behind the fuel prices. Wait, since Akoko power, which he did the best thing, fuel prices reduced from 210 mpaka ikafikaga I think 178 kwa super hapo kwa hizo mashell the V-Power stuff. Wait, overnight no even increase 200. And tell me, in Tanzania, in Uganda, the same Uganda that is said before that the fuel prices in Kenya are high than Uganda, saizi tena ameongeza mingi kushinda ile yenye watu wa Uganda wameongeza. The same thing amefanya kushinda Tanzania. So tell me, according to William Samoei Ruto before 2022, he used to say that the main reason why the fuel prices is increasing in Kenya is because of high taxes that are being put on fuel. Sindio? Is the thing. Mimi hiyo mambo ya fuel, mimi sina naona hiyo mambo ya taxes. Alisema atatoa the 15 taxes. We will see how we will play around with the 15 taxes. So tell me man, kama oil prices already ilikuwa imepanda before tulikuwa tunainunua bei ya juu, then it's easy tena juu ya hiyo beta tena mnataka kuongeza tuinunue mingi kushinda other countries. I think that it's high time that Raila Odinga ayuko and Raila Odinga was the only guy who could calm this situation in tunataka ku undergo. Why can't? Because I'm seeing a lot of Kenyans will not accept mambo ya Kepra ya ku increase the fuel prices, because me understand these people always do this thing that is called price skimming. If you read business studies, you understand price skimming. Yani wanakujaga na increase price, an inflated price, then ikushtue. Ikisha kushtua, then the Kenyans will panic. Then all of a sudden watasema ati tumedisema tunataka kupunguza hiyo mafuta. Then wapunguze wakati kituka 10 bob ama 20 bob kwa hiyo fuel, then you guys mtaona ni kama hiyo fuel imepunguzwa after you yapping and making a lot of noise.
So I think that kama kuna kitu yenye vile sema tunafaa kufanya sasa hizi, being that already tulikuwa tuna pay a lot of Kenya shillings for that fuel before than our neighboring countries. Ndio, according to him, it tried to argue that the main reason ya Uhuru Muigai Kenyatta failure fuel ilikuwa ni hizo subsidies zenye alikuwa ameweka kwa hizo mafuta. So being that tulikuwa tunalipa mingi, si wangacha tu hata wange increase kidogo, si ati wanakuja na increase na 20 Kenya shillings. And in fact, to the best of my knowledge, even some petrol station yesterday night walikataa kuuza mafuta wakisema that hawana mafuta. And the funny thing is they were just waiting for the day hiyo saa 6 usiku ilo increase the fuel prices. I think that kama kuna mtu mwenye anataka kuwa na hard time ku explainia wa Kenya why the fuel prices is increasing in 254, then it's the president at the moment, because mimi I'm finding it very difficult to buy that shit. Maybe wewe unajipata hapo, you are good, you can buy it, you can say this and this and this, useme kwe 2 term, kwe 1 term, all this one will affect me and affect you. Sasa fuel prices ikipanda ni kumaanisha bei ya vitu inaenda kupanda vibaya. Ile tomato ilikuwa kinunua 10 bob, trust me, itakuwa 15 bob ama 20 Kenya shillings. Ini ile this time round tumeshikwa, tumepatikana. Ini ile mbaya. Anyway guys, let me know your own thoughts on comment section pertaining history ya William Samoei Ruto to increase the fuel prices, because me being a person who is in the forex market, I understand that the fuel prices, kuna time yenye fuel prices ilikuwa chini to, let me check, to 58 Kenya shillings per barrel. Hiyo ilikuwa huko Mayolo, na ikifika hapa Kenya the fuel prices haikuwa na any great impact in our fuel economy. So whatever you do with this information is up to you, but mimi nimeshawambia, but me I basically think that your price increase, man, I seen a gari, but I think it's somehow not realistic at the moment, that Kenyans, we are not ready or prepared for that, and for such an increased fuel prices in 254. Sisi sasa nataka kupigia sasa kuja na ataenda kufanya subsidies, I subsidize ndio Kenyans wasikie vizuri wa praise, because you see politicians can do anything to make sure that people wanna praise. In a buyer. But anyway guys, let me know your own thoughts on comment section pertaining he increased fuel prices, because Opiyo Wandayi CS Ofina juzi alisema you have a lot of fuel yenye imetosha kutushikilia. Asa fuel imeenda wapi? Mr. Opiyo Wandayi, the CS of petroleum, a person who does not even understand the petroleum that he is a CSE. Enyewe wa Kenya tunajishikiaga underball, and among the main problems that we face in this country were being triggered with none other than Raila Amolo Odinga, as some of you, his haters, mlikuwa mkisema. At last, I was your host Silas. Till next video, bye bye.